Bwana, mambo vipi? Hot quiz ya leo inatokea mkoani bana. Sasa kuna hii issue ya Dogo Paten na Sergeant. Niliandika X na nitarudia tena hapa kuweka msisitizo. Lengo ni kuwasaidia hawa vijana ambao tayari Watanzania wameshawapokea. What forward, what next kutokea hapa? Mimi sidhani kama sasa hivi ni wakati sahihi wa Dogo Sergeant kuendelea kuzunguka kwenye media kulalamika, kutiatia huruma, kuaminisha Watanzania kwamba yeye hakuwa na noma na kosa lolote kwa Dogo Paten mpaka sasa hivi anafanikiwa. Sio wakati wake. Biashara yoyote duniani, biashara yoyote ambayo inahusisha watu wengi, hizi biashara za nguo, sometimes mpaka hata viongozi, kila nyanja inahitaji attention ya watu ili uweze kuifanya biashara hiyo vizuri. Lazima ufuatiliwe. Kwenye muziki ni zaidi, lakini vile vile hata biashara zingine. Ndio maana unaona watu wengi wanatumia njia mbalimbali ili kuteka attention ya watu wa Tanzania. Kuna watu walitumia mpaka njia za hovyo. Kuna msanii alijiua hapa Tanzania hapa, na ndio ilikuwa tobo lake. Kwa hiyo ona namna ambavyo ugumu wa kupata hizo attention za watu na watu wakakufuatilia, ukaanza kufanya shughuli zako. Baada ya hapo kinachomata ni consistency ya kazi ambayo unaifanya. Sasa kwa nini nimesema Dogo Paten aache kutia huruma? Tayari Tanzania imempokea. Dogo Sergeant tayari Tanzania imempokea. Tayari Dogo Sergeant na Dogo Paten ni masuperstar. Yaani haijalishi Sergeant anaongelewa kwenye engo gani, ya kwamba ana roho mbaya, alimbania mtu, ama hana roho mbaya, na wala hauhitaji clear hiyo kwamba mimi sikuwa nimefanya hiko kitu, na wala haikupaswa kufanyika kwenye hizi interview ambazo yeye anazunguka. Kitu ambacho Sergeant alitakiwa kukifanya muda huu ni kuingia studio, sio kutia huruma. Kuingia studio, kutengeneza bakora kali ambayo ingejibu hizi hoja zote, rumor zote zinazoendelea kwenye mitandao. Lakini vile vile ngoma hiyo angejigamba, yani aonekane tu kwamba huyu dogo, huyu jeuri, huyu humo ndo anaondoka, ndo njia hiyo. Yani Watanzania washakupokea, no matter watu wanakupokeaje. Kitu pekee ambacho unatakiwa kufanya sasa hivi ni kutoa ngoma na uwe na consistency ya ngoma kali. Mimi sioni sababu ya wadau wakubwa muziki ama watu mbalimbali kuihubiri sana amani ya kwenye game ya Bongo Flava ama ya muziki wetu Tanzania, while haijawahi kutusaidia kwa namna yoyote. Wasanii tupendane, wasanii tuache beef. Zina msaada gani kwenye industry yetu? Nature yetu ya muziki watu walishaitengeneza. Utofauti wa msanii A na B kibiashara ya muziki, inauza, ina faida. Kwa nini tunakataa beef ambazo hasijawahi kuleta madhara yoyote nchini kwetu na tunaona zina manufaa makubwa kwenye game? Njia inatoa, kwa nini tusiitumie hiyo? Tunangangana kuhusu amani. Dogo Sergeant tunamuonea, tunambebesha mzigo mkubwa. Hastahili haya yanayoendelea. No, anastahili. Mungu hajawahi kumpa mtu mzigo ambaye hawezi kuubeba. Nyie mnamuona yule dogo ni mdogo kiumri, lakini inawezekana amepitia mambo mengi magumu zaidi ya hiki ambacho kinaendelea sasa hivi kwenye social media. Kitu pekee ambacho tunatakiwa kumwambia na kumsaidia Dogo Paten ni kuachia ngoma, atengeneze mashabiki wake wapya. Paten tayari na watu wake, ameshaondoka huyu superstar. Watanzania wamempokea. Atumie njia hiyo ya kumkataa na yeye kutengeneza mashabiki wapya. Consistency is the key. Hata kama kuna mtu anaona leo hii Dogo Sergeant analo mbaya alimbania Paten, itafika wakati ukifanya ngoma kali na ngoma nzuri, Watanzania watakupokea hivyo na utatengeneza kazi zako nzuri, zitapokelewa hivyo. Kwa tuache kuwayumbisha watoto, tuache kuwatisha watoto kwamba hizi beef za muziki zitakupeleka pabaya, zitakuua. Never. Watu wengi wamepotea kwa sababu ya kuungana. I swear, nakwambia ukweli, inawezekana leo hii Rayvanny anatajwa kwamba ameshuka kimuziki kwa sababu tu alichagua amani ya kuungana ya yeye na Harmonize. Na ndio hiyo ambayo leo hii inamdondosha. Harmonize tayari ana wigo mkubwa kwenye game. Aliondoka kwa Beef WCB na imemkuza kimuziki.
Harmonize ndio